Mchango wa vijana katika ujenzi wa jamii hauishii katika kuwa mtazamaji wa mabadiliko, bali unapaswa kuonekana pia katika meza za maamuzi ambako sera, mipango na mikakati inayogusa maisha yao huandaliwa. Kwa kutambua hilo, vijana wametakiwa kutumia fursa zilizopo kujenga uwezo wa kushiriki kikamilifu katika majukwaa mbalimbali ya maamuzi. Mkurugenzi wa shirika la Mbalizi Paralegal Organization Mbapao lililopo mkoani Mbeya, Sylvester Chawe, amesema ushiriki wa vijana katika majukwaa mbalimbali ni muhimu kwa kuwa wanatoa nafasi ya mawazo na mitazamo yao kusikilizwa na kuzingatiwa katika maamuzi yanayolenga kuleta maendeleo ya jamii. Ushirikishwaji wa vijana katika ngazi za maamuzi. Ngazi za maamuzi nadhani mmejifunza. Tunaanzia serikali za mitaa, kule vijijini au kule mtaani kwetu, tunaenda kata, tunaenda halmashauri, tunaenda taifa. Sasa kama kijana, kama unashiriki ile mikutano, unashiriki majukwaa mbalimbali, platform mbalimbali, mawazo yako yale ndio yanaweza yakakufanya uonekane na wewe una umuhimu. Mimi nisiwafiche, hata kupitia haya ya mafunzo, yule anayeshiriki sana ndio jina lake linakuwa na kumbukumbu sana. Kwa hiyo pale tunapokuwa tunapata nafasi yoyote, uliza, usije wewe usifikirie eti nikiuliza labda nitaonekana msumbufu. Hapana, unataka kuelewa. Sasa tufanye hivyo hadi kule kwenye vijiji, tufanye hivyo kwenye mikutano huko ya serikali, tuulize, tujibu, kama kuna jambo fulani limeulizwa ujibu. Na hivi vitatokana na namna wewe ambavyo unafanyaje, unajiongeza. Hapa mkufunzi hapa ameeleza, amesema hivi, saizi zipo chat GPT, sijui masuala ya AI. Kule unajifunza. Ujaenda kwanza kwenye mkutano, leo unasema naenda kwenye mkutano. Kwenye mkutano huko, hebu kwanza nipitie baadhi ya mambo, nipate vitu vya kwenda kufanyaje, vya kwenda kuongea. Kiasi kwamba changamoto za eneo si unazijua, ila unajiongeza zaidi na huku kwenye masuala ya kidigitali wanasemaje kuhusiana na hii changamoto iliyopo. Endelee kuibua, kuboresha sera. Ukipata nafasi ya kwenda kuna maboresho ya sera, basi uwe ni mmoja wapo ambayo unaongea na sio wanakuongelea watu wengine. Mratibu wa shirika la Mbapao James Sambuka amesema mpango uliopo ni kuhakikisha elimu inawafikia vijana wengi zaidi ili kuwajengea uelewa na uwezo wa kushiriki katika ngazi za maamuzi. Baada ya haya mafunzo, mpango wetu mkubwa ni kuhakikisha vijana wanaweza kupata mafunzo mengine zaidi ya haya, lakini tunaweza kufikia vijana wengi zaidi ambao watapata mafunzo ya ushiriki wa vijana katika ngazi za maamuzi. Lengo kubwa likiwa kuhakikisha vijana wanashiriki kwenye kupanga, kwenye kutatua na kutekeleza mambo mbalimbali ambayo yanajitokeza katika jamii na mitaa yao pamoja na kata kwa ujumla. Amesema kuna mikakati na njia mbalimbali zinazoweza kutumika kuwafikia vijana, kuwapa uelewa wa haki na wajibu wao, pamoja na kuwajengea ujasiri wa kushiriki katika mijadala na maamuzi yanayohusu maisha yao. Ambazo tumepanga kuzifikia ni kwamba haya mafunzo tumechukua tu wawakilishi wachache, lakini tuna lengo la kupita kwenye vyombo vya habari kama redio, online TV, lakini pia tuna mpango wa kupita kwenye kata husika kwenda kwenye vikundi vya vijana, bodaboda na watu wengine kwa ajili ya kuwafikishia elimu hii. Lengo ni kuhakikisha ushiriki wa vijana unaongezeka siku hadi siku kwenye ngazi za maamuzi. Kwa upande wa serikali, hatua mbalimbali zinaendelea kuchukuliwa kuhakikisha vijana wanapata fursa za kushiriki katika maeneo mbalimbali ya kijamii na kiutawala, ikiwemo kushirikishwa katika michakato ya maamuzi. Majina yetu Madawa Julius Bwana. Mimi kwa cheo changu ni afisa maendeleo ya jamii kata Tengulo Songwe, lakini ni kwa vipi tunahakikisha vijana wanaweza kufanikisha hizo fursa mbalimbali na masuala mbalimbali ya kimaendeleo kwao. Kwanza, kazi yetu kama serikali ni kuhamasisha na kuwatafutia fursa mbalimbali ambazo tukiwatangazia kama vijana, wao wanaweza kuzifuatilia na pia na kuwapa njia mbalimbali ili kuzipata hizo fursa. Huo ni wajibu wetu kama serikali. Lakini pia tunawashauri sana vijana kupitia mikutano mbalimbali
kupitia makundi mbalimbali, kupitia vijiwe mbalimbali ili waweze kunufaika na hizo fursa. Lakini labda tungeweza kusema wao vijana wao hawaamini, lakini wapo waliofanikiwa na wanawaaminisha wenzao. Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wameahidi kutumia maarifa walioyapata kwa kushiriki kikamilifu katika ngazi za maamuzi na kuhamasisha vijana wengine kufanya hivyo. Naitwa Janet Godfrey Tweve. Leo nimeshiriki katika mafunzo yanayohusiana na vijana. Tumejifunza namna vijana tunavyoweza kushiriki katika vitu vinavyohusiana na serikali. Vijana kujikwamua kiuchumi na kujiajiri na kuchangia hoja katika ngazi za vijiji na halmashauri na kata. Nataka kujua namna ya kusimama kwenye ngazi za maamuzi kupitia jamii yangu. Napenda kuambia vijana wenzangu wawe na moyo wa ushujaa, waondoe hofu. Tunawakaribisha katika siku nyingine. Karibuni na pia mhamasike kama nasi tulivyohamasika. Langu naitwa Sadiki Wilson Bukuku. Leo nilipata neema ya kuhudhuria mafunzo hapa Tuliimbe Mbalizi, ambayo yalikuwa yanahusu hasa kijana katika kujitambua kwenye ngazi ya ngazi tofauti tofauti. Tuna kata, tuna kijiji, lakini tuna mkoa, tuna halmashauri. Lengo kuu ya haya mafunzo kwanza ilikuwa ni kumwezesha kijana aweze kutoa mchango wake kwa jamii inayomzunguka au kwa kijiji husika kijiji husika anachopatikana, kuhakikisha yale maoni yote ya vijana yanasikilizwa na yanafanyiwa kazi. Utekelezaji wake utakuwaje sasa ameshapata mafunzo? Utaanza kushiriki? Utekelezaji wake lazima tutakuwa tunafanyia kazi, kwa sababu tumepata mafunzo. Sasa kazi iliyobaki ni mimi kama kijana kuendelea kuwafundisha vijana wengine kuhusiana na umuhimu wa kushiriki kwenye majukwaa mbalimbali, kuhakikisha mawazo yao yanafikika au yanafikiwa kirahisi pasipo miemko, ila kwa kutumia taratibu na sheria. Mafunzo hayo yamelenga kuwawezesha vijana kuwa na uelewa, uwezo na kujiamini katika kushiriki kikamilifu kwenye ngazi za maamuzi, huku wakitambua nafasi yao katika kuchochea maendeleo na mabadiliko chanya katika jamii. Ni muhimu wadau mbalimbali kuendelea kuweka mazingira wezeshi yatakayowapa vijana nafasi ya kusikika, kushirikishwa na kuwa sehemu ya maamuzi yanayolenga kuboresha maisha yao na jamii kwa ujumla. Mtazamaji wa JN Media, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment kwenye channel yetu ili wa kwanza kupata habari zetu. Jina langu ni Elizabeth Nyivambe.